Kile ulichogusia ni kwamba wajua zihini yetu kama madaktari vile tunafunzwa wakati tunafanya training yetu, elimu yetu ambayo tunayapata, tunaambiwa usifocus ile shida ambayo patient anayo. Jaribu kutafuta kile kiini chake, the underlying cause. Ukishapata kujua underlying cause ni nini, ndio utafaulu zaidi katika kumtibu yule mgonjwa. Maumivu ya kichwa ni mfano mzuri hapa. Mtu anaweza kupata maumivu ya kichwa, inaweza kuwa ni kitu ambacho ni rahisi sana, ni simple sana, kama tension headache. Mtu hajalala vizuri, alipata siku ngumu kazini. Wengi wetu ambao katika mwezi wa Ramadhani, ile saumu ya kwanza, wengi wetu kichwa kitatuuma. Haya ni mambo rahisi sana. Lakini pia inaweza kusababishwa, kichwa kuuma inaweza kusababishwa na maradhi mengine kama malaria, au unaweza kuwa na infection ya bongo, unaweza kuwa na TB ya bongo, unaweza kuwa saratani ya bongo, unaweza kuwa sababu mengi. Na ukienda kwa daktari, utamwona daktari, sisi vile tumefundishwa, jitihada zetu, concentration yetu itakuwa ni kujaribu kutafuta kwa nini huyu mgonjwa, kwa nini kichwa kinamuuma, kwa nini kifua kinamuuma, kwa nini ana makohozi, underlying cause. Kugundua hiyo underlying cause, kugundua kiini cha hiyo shida ambayo mgonjwa anayo. Mara nyingine ni daktari kukuuliza maswali mawili matatu, atapata kujua. Hakuna haja ya mapimo mengi. Lakini mara nyingine haitabainika kwa kuuliza tu maswali. Hapa ningelipenda kuarifu watazamaji wetu kwamba madaktari wana tabia katika hii heka ya kujaribu kubaini ile underlying cause. Watakuuliza maswali, kichwa kinakuuma saa ngapi, kifua kinakuuma saa ngapi, wakati unatembea kinakuuma, wakati unapumzika inapotea, una makohozi, uko na fever. Maswali mengi, na wagonjwa wengi watakuwa hata hawajatilia maanani vitu kama hivi, na watasema huyu daktari ananiuliza maswali mengi na nimekuja hapa hata haonekani kwamba anataka kutatua tatizo langu tu, anataka kuniuliza maswali. Lakini hiyo ndio maswali ambayo daktari atatumia ile information atapata katika majibu ya maswali hiyo kujaribu kubaini ile underlying cause. Na kuhusu ile swali ulilouliza kwamba watu hawataki kugundulika kuwa na ugonjwa mkubwa, ugonjwa wa kuogopesha. Na swaha nitatoa ni kwamba tuseme kwa bahati mbaya ugonjwa kama ule upo mwilini mwako. Basi kutogundua hiyo haimaanishi kwamba ugonjwa haupo. Upo. Basi kama ugonjwa upo, mimi nasema kama daktari kwamba bora ijulikane, bora igundulike, ipate suluhisho yake kama iko na suluhisho. Lakini kutojua haitasaidia ule ugonjwa, kama ni ugonjwa hatari kama saratani au TB au kitu kama hiyo, haitaponeka yenyewe. Itahitaji matibabu, itatuliwe zaidi. Kwa hivyo ningaliwasihi watazamaji kwamba msiogope. Kama shida iko, kutoenda kwa daktari haitafanya hiyo shida ipotee, haitafanya hiyo shida ipungue. Kwa hivyo ni vizuri kuenda kumwona daktari, dafu lifuliwe, ijulikane.